Pana kuhangaika kwa ajili ya mtoto. Anapambana, anaenda anafanya kazi mpaka usiku wa manane, anafanyaje, anatafuta hela, analeta nyumbani, ananunua chakula, ananunua nguo, anafanya. Hiyo ni kutunza, sio kulea. Kulea maana yake ni kufuatilia tabia, mabadiliko ya tabia ya mtoto, kuhakikisha kwamba katika hatua za makuzi ya mtoto, je, anakuwa salama, hapati changamoto yoyote, unamfundisha nini juu ya maisha, anapozidi kukua ajifunze vitu gani ni vizuri, vitu gani ni vibaya, vitu gani afanye, vitu gani asifanye. Huko ndiko kulea. Maana yake unakuwa na mtoto katika mabadiliko yake, uko naye, unamwangalia, unamfundisha, unamuelekeza, anapita hatua ya kwanza, hatua ya pili, anapita hatua nyingine mpaka anafikia hatua mwisho ya kujitegemea. Hiyo yote ni kulea. Sasa wazazi napotokea wakawa na changamoto za namna hiyo, alafu sasa baba au mama wameachana, then baba akasema mimi bwana sitoi matunzo kwa sababu nikitoa matunzo natoa na wewe mama. Hiyo ni mbaya, kwa sababu kumbuka huyo mtoto yule mama hajazaa peke yake. Ndio. Mmezaa wote. Maana yake ni mtoto wenu, na hata anapoitwa jina anaitwa kwa jina lako wewe. Na tunasema kwamba bila baba hakuna mtoto. Kwa maana yake wewe ni unawajibika kulea mtoto wako kama mzazi. Na ndio maana sasa mama yeye kuna umri fulani ambao mama anakuwa na mtoto wake, lakini kuna umri ukifikia sasa baba anaruhusiwa kuchukua mtoto wake na kumlea na kumtunza. Kwa hata mama akisema bwana sasa ni muda wa baba kuchukua mtoto wake kumhudumia, baba atakie kukataa kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia sasa hata serikali, lakini sasa itaangalia, watu wataangalia mazingira ya baba, ni kweli ana uwezo wa kumlea mtoto, kwa maana kwamba ana uwezo wa kumhudumia, mazingira ya